Leo nataka nikuulize swali moja la msingi sana. Je, wewe unapopitia shida, unaanza kumwambia nani? Mungu au wanadamu? Ukweli mchungu ni huu. Watu wengi siku hizi hawana shida ya kukosa msaada, ila wana shida ya kuchagua chanzo cha kupata msaada. Ndiyo, Biblia inasema haja zenu na zijulikane na Mungu. Lakini leo hii kwenye maisha ya kila siku tumebadilisha mfumo. Haja zetu tunawaambia wanadamu kwanza, halafu Mungu tunamwambia wa mwisho. Leo nataka tuangalie kwa undani, kwa nini hii tabia inaleta matokeo hasi, na kwa nini Ayubu alibaki imara hata alipopitia kwenye mateso makali. Katika tafiti za kitabia, watu wengi inaonekana kwamba wanapokuwa kwenye pressure au stress huwa wanakimbilia kutafuta emotional outlet. Yaani inamaanisha huwa wanapenda kutafuta majibu ya kihisia sana. Ndiyo maana watu wengi wanapokuwa kwenye changamoto kama hizo wanakimbilia kwa marafiki, wanakimbilia kwenye mitandao ya kijamii, unakuta mtu anaweka status kile ambacho anapitia, au wanakimbilia kwenye familia zao. Lakini kuna tatizo moja kubwa hapa, kwamba sio kila mtu anayejua tatizo lako anaweza kukusaidia. Lakini pia sio kila mtu anayesikia tatizo lako anaweza kulipa uzito, na sio kila mtu anakutakia mema. Hapa ndipo ambapo Biblia inatupa mfumo wa tofauti kabisa, kwamba mtegemee Mungu kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Hii ina maana ya kwamba mwanadamu anaweza kutumika kama njia, lakini Mungu ndiyo chanzo. Ukichanganya hatua hizi mbili tofauti, ni ngumu sana kupata majibu yaliyo sahihi. Na ndio watu wengi tunapochanganya. Mtu anapata tatizo, anaanza na mwanadamu, alafu ndio anafuata kwa Mungu, badala ya kuanza kwa Mungu alafu kufuata kwa mwanadamu. Sasa tuingie kwenye mfano ulio halisi. Ayubu alipoteza mali, alipoteza watoto, na pia alidhoofika kiafya. Hii sio shida ya kawaida, wala halikuwa tatizo dogo. Kupoteza watoto, fedha, kupoteza afya, pia kulikuwa kunatosha kabisa kwa mtu kujinyonga, kulikuwa kunatosha kwa mtu kuchanganyikiwa, kulikuwa kunatosha kabisa kwa mtu kukata tamaa. Tunaona siku hizi mfano, watu wengi wanapitia shida, wanajinyonga, wanakuja kuacha ujumbe ni kwa sababu ya fedha anadaiwa, kwa sababu ya maisha magumu, kwa sababu ya nini. Lakini hivi vyote vinatokana na pale ambapo tunaanza kupeleka shida yetu. Kuna maana kubwa sana ya kuwaficha wanadamu kile ambacho wanapitia na kumwambia Mungu pekee. Kwa sababu tunaona kwenye mfano wa Ayubu, mke wake anamwambia kwamba mkufuru Mungu ufe. Lakini Ayubu anamwambia, wewe unaongea kama mwanamke mpumbavu. Ni kweli sisi tupate mema tu kutoka mazuri tu kutoka kwa Mungu, tusiyapate mabaya? Haya, wanakuja marafiki zake wanamwambia, wewe kuna dhambi utakuwa umetenda, haiwezekani Mungu akakuadhibu kiasi hicho. Lakini bado anatoa majibu ya kuonyesha kwamba Mungu wake anajua anachofanya, anampitisha kwenye dhahabu ili baadaye aje kuwa mtu safi. Umeona? Lakini tunaona Ayubu huyo huyo akienda mbele za Mungu, ananyenyekea na kuumia, hafichi maumivu yake kwa Mungu, hata kuilaani siku aliyozaliwa. Vipi kama Ayubu angeruhusu matatizo, machungu na vitu anavyopitia avishirikishe kwa marafiki zake moja kwa moja, au kwa mke wake, au kwa watu wengine moja kwa moja? Tunaona kwamba Ayubu angeingia, sidhani kama angeweza kushinda vile vitu vyote. Sidhani kama angeweza kuhimili matokeo au maneno kutoka kwa watu wa nje. Tunaona Ayubu alitambua kwamba sio kila muda ni kupeleka vitu kwa watu, bali kwa Mungu tu. Alitambua kwamba huenda binadamu anaweza asiwe sahihi kila mara. Tunajifunza kwamba kuna njia mbili.
Ukianza kwa mwanadamu, kuna mambo mawili kama sio matatu. Utapata msaada wa kimawazo, unaweza ukapata msaada mwingine wa vitendo, lakini usiwe wa kudumu. Na kama ukianza kwa Mungu, utapata amani, utapata njia sahihi ya kupita, na hata kama hautopata majibu ya haraka, lakini utapata nguvu ya kuvumilia. Leo nataka nikwambie kitu ambacho watu wengi hawapendi kukisikia. Sio kila mtu anapaswa kujua shida zako, kwa sababu wengine watazitumia kama vile udhaifu wa kukuchapia, wengine watakudharau, wengine watazitumia kama entertainment. Kuna watu wengine ukiwaambia matatizo yako, wanatumia kukucheka, wanatumia kukuonyesha kama vile ni mtu ambaye umetupwa, huna thamani. Lakini shida zako ukimwambia Mungu, hatokudharau, hatochukulia kama entertainment, hawezi kutumia udhaifu huo kukuchapia, bali atachukulia kama maombi. Huo ndio tofauti wa Mungu na mwanadamu. Mwanadamu ni njia, Mungu ni chanzo. Mwanadamu ana kikomo, Mungu hana kikomo. Mwanadamu anachoka, Mungu hachoki. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa ndiye kinga yake. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Mungu. Yeremia 17 mstari wa 5 mpaka wa 8. Hebu kaa chini ujiulize swali. Ni mara ngapi umeanza kumwambia Mungu mambo yako kabla ya wanadamu? Au ni kawaida yako kuanza kumwambia mwanadamu shida yako kabla ya Mungu? Wanadamu umewapa nafasi gani na Mungu umempa nafasi gani? Kama una tabia ya kuwaambia watu shida zako kwanza kuliko Mungu, badilika leo. Biblia inasema, njooni tusemezane, leteni hoja zenu za msingi. Mungu anatoa nafasi direct ya kuongea na mtu yeyote mwenye shida. Amesema, njooni kwangu wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Ukisoma sehemu nyingine amesema, ombeni nanyi mtapewa. Ukisoma sehemu nyingine inasema kwamba niite nami nitakuitikia. Kuna sehemu nyingine inasema, ombeni lolote kwa jina langu yatakuwa yenu. Kwa hiyo Mungu wetu sio mdhalimu, Mungu wetu sio mchoyo, wala hayuko mbali na sisi. Kwa hiyo nafasi kubwa uliokopo nayo ni ya kumkimbilia Mungu kuliko mwanadamu. Badilika leo. Kama umeguswa na huu ujumbe, kama umeguswa na hii video, tafadhali andika hapo chini kwenye komenti ya kwamba nitamtumainia Mungu au nitamwamini Mungu kwanza. Baada ya kuandika hivyo kwenye comment, hakikisha umeshare video hii kwa mtu ambaye unahisi anasumbuliwa na changamoto nyingi za kimaisha. Ukiweza pia kama hujasubscribe, hebu bonyeza hiyo alama nyekundu ya kusubscribe hapo, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe unapata video tofauti za kukutia moyo na kuendelea kukujenga katika maisha yetu ambayo tunaishi kila siku. Ubarikiwe sana.